May God bless you. Mungu akubariki sana. Nilikuwa nimetaka kitu kimoja leo. Wokovu sio tu kukiri na kusema nimempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wokovu ni badiliko la maisha ya mtu. Wokovu ni kutolewa upande mmoja kuleta upande mwingine. Sasa nani mnaitwa katika mwito mtakatifu kutolewa kwenye upande fulani na kuletwa kwenye upande mwingine? Wokovu ni badiliko la mtu. Mtu huyu alikuwa mwizi, sasa sio mwizi. Mtu huyu alikuwa kibaka, sasa sio kibaka. Mtu huyu alikuwa maskini, sasa sio maskini. Swali linakuja, kwa nini Wakristo wengi wanasema wameokoka na hawaoni matokeo na hawaoni baraka? Kuna mambo kadhaa nimeyatazama sana kwenye kanisa. Jambo la kwanza, Wakristo wengi wameokoka eneo moja, hawajaokoka maeneo. Acha nikwambie, wokovu una maeneo matatu. Mtu akisema ameokoka, basi lazima ahakikishe maeneo haya matatu yanakuwa amepata wokovu kwelikweli. Eneo la kwanza ni eneo la roho. Ili uweze kuoperate kwenye mambo ya kiroho, lazima roho yako iwe imeokolewa. Maana roho zetu huwa zinaungamanishwa na miungu, zinaungamanishwa na matambiko na maziko na roho zote na maagano yote ya ukoo. So nao nataka nikwambie, watu wengi na Wakristo wengi tuliokuwa nao wameokoka kwenye eneo hili la kwanza, la roho. Ndio maana nakwambia roho iladi, lakini mwili udhaifu. Maana roho imeokoka, mwili haujaokoka. So eneo hili la kwanza ndio tuna Wakristo wengi wa madhehebu mengi wameokoka eneo hili la kwanza. Eneo la pili ni eneo la mwili. Wakristo wengi hawajaokoka kwenye eneo la mwili. Kwa nini? Mwingine anakuambia Mungu haangalii mwili, Mungu anaangalia roho. Mimi naweza kwenda kinyume nao kwamba Mungu anaangalia mwili, Mungu anaangalia roho. Maana watu wengi, ndio maana unaona kwenye kanisa leo watu wengi wakiingia kanisani ananena kwa lugha, anaabudu, anazungumza na kadhalika, lakini akitoka hapo bado mwili unamsukuma kufanya dhambi. Mwili unamsukuma kwenye uovu. Mwili unamsukuma kwenye matendo ya uovu. Unajiuliza, mbona si huyu aliyekuwa ananena kwa lugha? Mbona sasa anafanya haya? Hujawahi kuona watu wanatoka kanisani na wanaenda ba? Mwili unamsukuma, matendo ya mwili yanamsukuma. Nikwambia, Wakristo wengi wanaoingia kanisani, wengi wameokoka roho, hawajawahi kuokoka mwili. Mwingine ameamua kuweka mwili wake wazi, huyo hajaokoka mwili. Kwa hiyo tunaanza kugusa eneo la kwanza ni roho, eneo la pili ni mwili, eneo la tatu ni nafsi. Nafsi imebeba maamuzi, nafsi imebeba nia, nafsi imebeba mawazo. Tunao watu wengi ndani ya kanisa wakisimama ndani ya kanisa anainua mikono juu anaabudu kabisa, lakini kiuhalisia mawazo yalikuwa ndani ni mawazo mabaya, mawazo maovu. Paulo anasema tekeni nyara kila fikra na kila mawazo yaliyo kinyume na elimu ya Mungu. Fikra na mawazo ya watu wengi yako kinyume na elimu ya Mungu. Waza, hujawahi kuomba, hujawahi kunena, alafu ukaharibu kwenye njia ya mawazo. So watu wengi mawazo yao ni mabaya siku zote. Mwingine anaabudu, mwingine ananena kwa lugha, lakini mawazo yake yako nyumbani. Mwingine anawaza kumtenda ubaya rafiki yake. Swali linakuja, umeokoka? Kuokoka ni kwenye maeneo haya matatu. Eneo la roho, mambo yote ya rohoni. Ukisimama vizuri, ukiokoka vizuri, unayapata. Eneo la pili ni eneo la mwili. Dada, kaka, tunza mwili wako. Maandiko yanasema, kwani hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Manake mwili nao unatakiwa kuokoka. Paulo anamalizia anasema, vifisheni viungo vyenu. Mwenye anakuambia mtumishi wa Mungu, mimi ni mwanadamu, siwezi kujikontrol. Hey, Mungu anasema hivi, nawapendezwa na watakatifu walioko duniani. Baadaye nikwambia, mwili wako ukiokoka, kuna mambo yanaanza kutokea automatically. Kuna baraka inatokea, kuna neema inatokea. Jaribu kujitafakari, wewe umeokoka eneo gani? La roho, la mwili au la nafsi? Mawazo yako yakoje? Mtu yuko ibadani lakini anawaza kwenda kulala na mwanamke. Mtu yuko ibadani anawaza kwenda kuiba ofisini kwake na anaomba kanisani. Manake eneo la mawazo bado hajaokoka. Waza, umeokoka eneo lipi? May God bless you. Nikuache kwenye tafakari na nini unatakiwa kufanya. Mimi nakwambia okoka kweli kweli katika jina la Yesu. May God bless you.
Amen. Shalom, shalom. It's me, Anointed Kilawa, son of Prophet Eli Marifa, the general. God bless you. Amen.